This is just a symbol. Lakini inayotakiwa ni kwako ndani. But it's supposed to be inside of you. Kubadilika. To change. Utokapo hapa, when you live here, uwe mtu mpya tena. You have to be a new person. Wanaokujua kwa tabia ile mbaya kabisa. For those who knows you by a bad. Kwa mfano watu wamekutambua kwamba ukiongea unaongea uongo tu. Example, some people knows that you always lie. Jitahidi unapoondoka hapa. Try when you live here. Tabia hiyo ife. That particular character. Na ni tabia nyingi sana tulizo nazo. And there are different habits. Tabia za asili tulizo nazo. Culture habits. Mtu alizaliwa na kiburi cha uzima. A person was born. Mtu alizaliwa katika familia ya kichawi. A person was born. Na akafikiri kuingia kanisani na uchawi ni sahihi. And they started going to a church that natakiwa ufishe jambo hilo. You have to dead that. Nilibarikiwa sana na mahubiri hayo. I was blessed by. Nikajifunza mambo mengi sana hapo. And I learned a lot of things here. Lakini sisi vijana leo tumepewa mada yetu kwamba ni damu inapatanisha. But for us youth today, our theme is the blood that brings us together. Damu ambayo inafunction katika maisha yetu. The blood that functions in our lives. Ndio inapatanisha mwili wetu wote. That brings all our bodies together. Kama damu haifiki kwenye kidole cha mguu, if the blood is not going through all the way to your, kile kidole hakitakuwa na mapatano na mwili mzima. That particular toe won't have a. Kwa hiyo damu hiyo inapatanisha mwili wetu. So that means the blood. Isaya 53. Our word is in the book of Isaiah. Isaya akatabiri namna hii kuja kwa Yesu Kristo. Okay. 53 ule mstari wa 5 hadi 7 inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. 7 na mwisho inasema, alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwaye machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele ya wakatao manyoya yake, na hakufunua kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Yes, get ready. We're going to read Isaiah 53:5-7. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he opened not his mouth. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Isaya akaonyesha jinsi gani mwana kondoo yule ambaye atakaye kunyenyekea kwa ajili ya kutupatanisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Isaiah demonstrated how the lamb is supposed to be humble so that it can bring a reunion between us and God. Kwa sababu sisi sote tulikuwa tumepotea. Because we were all lost. Wakati Adamu alipokosea, wanadamu wote walienda mbali na uso wa Mungu. When Adam made a mistake, all humans beings were departed. Na tukawa tunafanya matendo yetu peke yetu huko tulipokwenda. And we started doing our things on the way. Bwana akaona si vyema mtu aende hivyo. And God see that it was not right a human to go astray. Akaamua kumtuma mwanae pekee. So he sent his only begotten son. Ndio maana Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, That's why the Bible said hata akamtoa mwanae wa pekee. And then
gave his only begotten son, ili kila mwamini asipotee, so that who believe in him should not be lost, bali awe na uzima wa milele. but have everlasting life. Kwa vile ambavyo Adamu alivyokosea, But when Adam made a mistake, Mungu akatengeneza tena mwanadamu mwingine ambaye ni Yesu Kristo. God created a new human being, which is Hizo habari mtazipata katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12. This news is in the book of Romans. Wakati dhambi ilivyoingia kwa mtu mmoja, when sin entered in one person, na wokovu umetujia kupitia mtu mmoja, and that's when the salvation came through that person. Sasa inatupatanisha namna gani? So how did that bring us together? Sasa hiyo damu ina maana gani ya kutupatanisha na Mungu? How does that blood relate with the union? Ni neno moja tu ambalo nataka nikuambie jioni ya leo. I just have one word that I want to tell you. Ya kwamba damu imetupatanisha kivipi? How did that blood bring us together? Damu imekuwa kama cord. Kama gundi. Glue. Ambayo inakuja kutufanya sisi kuwa pamoja na yeye. The blood is like a glue that has made us to come together with Jesus. Kwa sababu gani? Wakati zamani Mungu alikuwa anatumia mtu mmoja tu. Because way back God was using only one person. Mungu alikuwa anatumia mtu mmoja kwenda kuongea na yeye, alafu yule mtu anakuja kuongea na watu. God was only using one person to go talk to him, and that person will come and deliver the message to other folks. Toka vile alivyoanza na Musa, when it started with Moses, hakuwa anaongea na watu wote. He wasn't talking to everyone. Wakaja mpaka wakaingia nchi yao ya ahadi, and they entered the promised land. Hakuwa anaongea na kila mtu. He wasn't talking to everyone. Sasa hii damu imekuja kutupatanisha sisi wengine na Mungu. So this blood that has joined us together with God. Ndio maana ukisoma katika Mathayo, that's why when you read the book of ile 27:50, chapter 27, baada ya Isaya ameshatabiri, after Isaac has prophesied, ikaja kutimilika sasa kusulubiwa kwake Yesu Kristo. It was fulfilled with the crucifixion. Na ikasemekana kwamba, and it was said that alivyokata roho katika msalaba, when he died on the cross, pazia la hekalu likapasuka. The curtains split apart. Ina maana gani? What does that mean? Ina maana sisi wengine ambao hatukuwa tunakaribia huko, it means those that were far away, tunaweza kukaribia sasa. We can now approach. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inatupatanisha kivipi? How did that join us together? Ina maana inabidi kwako wewe kuona kama nimekombolewa na Yesu. So to you, when you see that you're being saved, nina access zote peke yangu kumwendea. You have all the access to follow him. Maana zamani, because before, tulikuwa tunapeleka mahitaji yetu na maombi yetu kwa kuhani. We were taking all our needs to. Na palikuwa mahali patakatifu ambao kuhani anatakiwa kupeleka maombi hayo. And that was the only place that we're supposed to take our Sasa akienda huko, so when he goes there, anakaa kituombea yeye. He will stay there and pray for us. Sisi wengine tunarandaranda mitaani huko. And the rest of us will just scatter. Alafu Mungu huko atamtumia. And God will use him. Anakuja pia kutuambia. And then he will come and tell us. Sasa damu ya Yesu, so therefore the blood of imekuja kutupatanisha. Has joined us. Na imetupatanisha kabisa na Mungu peke yake. And it has joined us with God himself. Hata nikwambie kitu juu jioni ya leo. Let me tell you one thing. Usiwe na mazoea sana ya kutaka kuombewa. Don't have this habit of wanting to. Kuombewa si vibaya. Being prayed upon is not bad. Kuombewa na mtu si vibaya. Letting another person pray for you. Lakini kwa Mkristo aliyekombolewa, but for a Christian who damu ya Yesu imetupatanisha na Mungu yeye sisi peke yetu na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakati mwingine ukimwambia mtu jambo lako, ukamwona ni mtakatifu sana huyu, lakini umtambui kama huyu ni mwanadamu, ndipo siku moja utakorofishana naye huyo mwanadamu, ataitoa nje tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kizazi cha leo tunataka sana kuombewa. Today's generation we like being prayed upon. Si vibaya nasema. It's not a bad thing. Lakini kama umeelewa kwamba mimi nimekombolewa kwa damu ya Yesu, but if you understand that, na hiyo damu imeniunganisha na Mungu mimi mwenyewe, utapeleka mahitaji yako peke yako mbele za Mungu.
asifiwe. Amen. Sijui naeleweka hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa leo tuko na mazoea sana hayo. Today's generation we have that habit. Unafikiri tu yeye ndio mtakatifu, akikuwekea mkono unapona. You only think he's the only one who is holy and then he can put. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu kichwa chako kuguswa sana na watu. Don't allow a lot of people. Wengine wanapakana tu hivi. Other people are just touching you with. Wanajiita prophet, wengine wanakuja na mambo ambayo si kamili ya Ukristo, wanakuja kupaka, ni mapepo mengine. They will call them prophets, but they might be false prophets. Nilikuwa nayo mazoea. Nilikuwa nafuata mtu mmoja mtandaoni. I was following this preacher. Anajiita yuko prophet. He called himself a prophet. Anagusa watu sana kichwani. He touched a lot of people on the head. Na watu wanaanguka. And people will fall down. Lakini nimemfuatilia. But when I was following him, haikuwa nguvu za Mungu. It wasn't God's power. Kwa hiyo alivyokufa Yesu, so when Jesus died, halituruhusu tuje peke yetu huku na mahitaji yetu. He let us. Ametupatanisha na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi bwana, ukinigusa kichwani kwangu na kama uko vibaya, siku hiyo sitalala hiyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukinigusa kichwani, bora mahali pengine, lakini kichwani hivi na uko vibaya, siku hiyo nitakujua tu. You can't touch me with bad intentions. Ambaye mtoto ni mtu mmoja anaweza kuchukua. The only person, there's only one person. Bwana Yesu asifiwe. Na anakigusa wakati mwingine, sio wakati wote anakuja kugusa kichwa. And they touch it at a particular time, not all the time. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapo sasa ni nini? In there, what is it? Tunapounganishwa na Yesu, when we're joined together, hatuenendi tena sawa sawa na mapenzi yetu. We don't go according to our wills. Tayari umeunganishwa. We've already been joined. Kwa hiyo unatembea na yeye. So we're working together with him. Sasa watu wengi sasa hivi, but a lot of people nowadays, wanajidai kwamba wamekombolewa. They claim to be saved. Lakini hawatembei sawa sawa na aliyewakomboa. But they do not walk according to the person that saved. Walifanya tu ile ni alama ya kuonesha watu. They just did it to symbolize. Lakini maisha yao, but their daily lives, bado inabaki kule walikokuwa. It's still back to their old lives. Kwa hiyo wewe uliyekombolewa, therefore you that is saved, hauendi sawa sawa na mapenzi yako tena. You're not going according to your wills any longer. Na zaidi sana sisi vijana, especially us the youth, tunaposema kwamba tumekuja kwa Yesu, when we say that we came to Jesus, hatuachi tulivyoviacha nyuma. We don't leave our old ways. Yale vile vyote ambavyo tulikuwa tunavifanya huko tunavileta kanisani. Everything that we've been doing back then, we bring it. Ndio kunakushangaza hapa. That's what's surprising here. Huyu amedai kwamba amekombolewa. This person claimed that they're saved. Ameacha yale, amekuja huku. They leave the old way to lakini ana yale ndio anayaendeleza. But they still do the same old things over and over. Kwa hiyo umetuvishia tu ni ngozi juu. You just wear a false skin. Bado hupo katika tabia zako za asili. But you still live your old ways. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Ujifunze kitu usio wa kawaida. Learn one thing, you should not be a common person. Ni kila mwaka Pasaka, lakini uko vile Pasaka ni nini kwako? Every new year Passover, but you're still the same person. Kwa nini hujiulizi? Kwa nini hujiulizi niko vile tu? Why don't you ask yourself you're still the same person? Bwana Yesu atusaidie sana. Warumi ile sura ya 12 inasema, na wala tusifananishwe na namna ya dunia hii, bali tufanye upya nia zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu tuko hapa tunafananishwa tu na watu wa dunia. Romans chapter 12 say that we should not be alike with the people of the world, because people nowadays look alike with the people of the world. Anavyoenenda ni sawa sawa, sijui nitaje mtu mmoja kama Koffi Olomide. They were moving like those secular music. Kwa hiyo unaonesha matendo ambayo
ulikuwa nayo huko hapa si mahali pa hivyo. You keep showing your old ways there that you are doing here. Hauwezi ukafanya yaliyo mapenzi yako mwenyewe. You shouldn't do your own will. Kwa sababu umeshakombolewa. Because you're already saved. Umeshaunganishwa na Mungu. You already been joined with God. Na unapokuja kuunganishwa hayo si rahisi. When you already been joined with God, it's not easy. Kuna mateso, kuna shida. There is a sacrifice. Kuna vitu ambavyo unapenda kuangalia na vinapita tu hivi vinaenda. Wewe usivifuate. There are things that you have to see and let it pass. You should. Kuna shida. Si rahisi. They are suffering, it's not easy. Watu wengine wanakuja tu wanafikiri kuokoka ni kuimba na kurukaruka hivi tu. Other people just come and think being saved is just to say kwa Yesu kuna raha sana. That to Jesus there is lasting happiness. No. Wakati umekuja msalabani kutoa mzigo, when you come to the cross, you're taking out. Umepewa mzigo mwingine. You're being given a new burden. Bwana Yesu akusaidie sana. Amen. Umetua na umepewa mwingine. You take out the old burden and then you take uende unitumikie. So that you can serve me. Kwa hiyo si rahisi. So it's not easy. Ushaunganishwa na mtu mwingine. When you're being joined with another person. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yohana akamuona na kuja kwamba tazama mwana kondoo alibeba dhambi za ulimwengu. John saw him coming and said, John alimuona ni mtu wa ajabu. Ana nguvu za ajabu. He was not a common person. Yeye amezibeba zote hizo. And he took all the power. Unajua ni mateso mangapi aliteswa? Do you know the suffering that he went through? Kwa ajili yako tu. Because of you. Hivi haujiulizeki hata siku moja kwamba hivi mimi ni nani? Have you never asked yourself mpaka niwe kama vile nilivyo leo? To be the way I am today. Kuna wengine bado wapo huko. There are other people that are still there. Wanalewa. They are drinking. Wanafanya mambo ya ajabu huko. They are doing the sasa wewe umeshapata neema hiyo. But you've already received. Umeshaunganishwa na Mungu tayari. You've already been joined together. Kwa nini kuichezea neema hiyo? Why should you play with the grace? Bwana Yesu atusaidie sana. Vijana wenzangu. My fellow youth. Mienendo yetu na tabia zetu. Our ways and characters. Zimudhihirishe kuwa Kristo yumo ndani yetu. Should be a testimony that Jesus is within us. Tunapozungumza. When we talk. Tunapotembea. When we walk. Tunapovaa. When we dress. Nikisema tunapovaa watu wengine wataangaliana. Bwana Yesu tusaidie sana. Tunapovaa watu wengine watatuangalia. Watasema hapo unataka kuongea kitu gani, tuvaaje, maswali mengi. Lakini pia tunapovaa. When I mention dressing, a lot of people look at. Mimi nakumbuka Petro alitambuliwa katika mambo hayo ambayo ninayoongea. But I remember Peter also mentioned the same thing that I'm saying. Na Petro akaambia huyu ni mwanafunzi wa Yesu. And Peter said this is the fellow of Jesus. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kijana mmoja kwa ujasiri Petro alitambuliwa katika mambo mangapi? Kijana. What did Peter say? Haraka kijana mmoja aniambie Petro alitambulika kuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa tabia gani? 2 au 3 ambazo unazijua. What was Peter known for? Walivyosema, walivyoangalia wakasema huyu, wakasema huyu, wakasema huyu. Amen. Peter was known by his alivyotamka words. mbaya utulizo nazo is to kill our bad habits. Ndio maana tumegongelea misumari hapa. That's why we have put the nails here. Hii ni alama tu. This is just a symbol. Lakini inayotakiwa ni kwako ndani. But it's supposed to be inside of you. Kubadilika. To change. Utokapo hapa. When you live here. Uwe mtu mpya tena.